Wow, mwirori wa baruthi wa Thayo TV geithika hwaini wa umuthi ni ithuĩ twa gũcerera no tuko ni mathaa ma Kenya na kũrĩa diaspora kumwe ni rũcinĩ ni hĩndĩ marathiĩ wĩra thaa ici na koguo karibuni sana na inyuĩ marathiĩ wĩra yani mũigua mwĩ karibu gũkũ kwa mũndũ gwĩtwo Hiram. Yes, na okay, so thank you so much, asanteni sana. Na tukire hau ningi tukire na ndagĩtarĩ hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ maingĩ tũgũthagathageire hwainĩ ũyũ na ngũkĩhoka nawe wĩ hau ũtwĩrorere na nĩgetha angĩkorwo wĩna kĩũria nĩ ũkũria, angĩkorwo wĩna woni nĩ ũgũikia, angĩkorwo wĩna rĩũmĩrĩria nĩ ũgũikia, ũhoro ũcio ũgagĩkorwo ũrĩ mwega mũno 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 makĩria. Ngwĩhoka mwĩ sawa, tũtigaine tũmũtete mũno 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 makĩria. Mama Louise, akina Blessed Girl, Sarah Raymond, akina Lucy Gĩcũrũ, Julie, Rose Jerry Kiari. How have you been? Eliza Wana Rumoro, always tuned. I know, Eliza Wana Rumoro, you are always tuned. Thank you so much. So nĩtwoka hwainĩ ũyũ na hwainĩ mwega mũno 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 makĩria, na Ngai tondũ nĩ agĩtũrathimĩte na agatũhe hinya nĩ twagĩcoka gũkũ kwa mũndũ gwĩtwo Hiram thakorwo twĩ break ya ihinda inene mũno 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 makĩria nĩ twacokereria. So karibuni akina Pamela Gaki, Damaris Kiora, Mama Boys, Faith Elas, mũndũ gwĩtwo Rachel Nyingĩ, tũrĩ ahoro mũno ithuĩ. Anna Karaoke, thank you. Miriam Nyambura Mountain Over, thank you. Jean Mwangi, kina Damaris, asante. Na kina Lucia Moshagi, na arĩa angĩ othe maratwĩrorera hwainĩ wa ũmũthĩ, kina God's Favor, asanteni sana na karibuni sana. Miri Kamũthoni gwerwo atĩa? Josephine Wema, ti kweli vita heshima. Hiram usipite hapo please, anza kupunguza nao. Haya, ripoti uko nayo wanawahithana guoko kitambi no kironekana rĩu ona ndagĩtarĩ rĩo gũteithia kũreduce yes, na horo ũcio wagĩkorwo ũrĩ mwega. So make sure tũkĩambĩrĩria no wa subscribe, angĩkorwo subscribe, make sure no wa subscribe, and then angĩkorwo biũ ndũnaikĩte, make sure no wa like, tiga comment yaku, angĩkorwo ndũjoinĩte join nĩgetha ũtuĩke member na ũhoro ũcio ũgĩkorwo ũrĩ mwega mũno 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 makĩria. So nĩ andũ aingĩ mũno wanjũrĩtie ngoretwo kuo, niĩ ndĩ kuo, na andũ aingĩ mũno makoretwo makĩnjĩra baruthi thiĩ Hiram hana atĩ, Isaac hana atĩ, ngamera ona niĩ ndioĩ. No Hiram akĩrĩ haha ciũria ciothe nĩ egũcokia nĩgetha wa mbere anjĩre kĩrĩa kĩratũma kũnjoera thimũ nĩkĩ wiki ithatũ. Almost a month actually tũtikĩ twaria nake. Nĩ egũtũtarĩria icio ciothe haha. No mbere ndaya ona ndekwamba kũgeithania nĩgetha tuohore ndagĩtarĩ, ngwenda ndagĩtarĩ ambe ahene analysis ya Isaac, tũcoke tũke kwĩ Hiram. Karũgano wake anga nĩ karaihu. Ndagĩtarĩ, karibu sana. Njĩtaga microphone kau. So karibu sana. Asante sana. Ikana ũkũmũhatithia hau, makahatithia hau nĩgetha ndagakĩnoge mũno. Ona ũngĩhatithia cati-inĩ no kĩ? Nkanyita. Ũhatithia cati-inĩ. Okay. Okay, sawa sawa. So karibu sana daktari. Thank you very much. Bwana Balothi. Na mwĩroreri wothe wa TV ĩno ya Balothi. Yes. Amũkĩra ngeithi citũ kana ciakwa hwainĩ wa ũmũthĩ. Na nĩ ngatho nĩ support ĩrĩa mũkoretwo mũkĩheana thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Ona niĩ ona ũrigiti-inĩ wa mũndũ gwĩtwo Isaac. Twĩna ngatho nyingĩ. Nĩ tondũ without you tũtingĩkoretwo tũhotete gũkinya hau tũkinyĩte. Koguo twĩna ngatho nyingĩ. Na briefly no ndĩmwĩre atĩ nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere matibabu ma mũndũ gwĩtwo Isaac. And he's still trying. Stability ya gũikara thĩ nĩ njega piũ. Na ũhoro wa nginya flexibility, akomete nĩ akwĩikaria thĩ, nĩ akwĩgarũra, na ũhoro ũcio nĩ mwega.
uhoro wa kurugama naguo no turathi na mbere na kumutrain and somehow kidogo ni urakoretwo slowed down ni undu wa kiheho kiu turakoretwo nakio kiingi ona korwo gututi twarugamia uhoro wa joint uhoro wa mikiha na mahindi ititwaranaga wega muno hindi ria heho ingineneha tondu ona mundu utari na kaundu gake kari thiini kaumiraga hindi yo heho inenehete ona ithuĩ nĩ tũramĩbiraga ona mũndũ atarĩ mũrwaru no ũrabira koguo no tuthiĩte na mbere na uhoro ũcio wa gwĩtrain mũndũ ũgwĩtwo Isaac na nĩ ũkuona magũrũ mena hinya na ta rĩu tutorial twambĩrĩirie na kũmũrũgamia 30 minutes rĩu nĩ extendaga nginya ithaa igima na uhoro ũcio nĩ mwega koguo tũrahope twathi na mbere na kũmũtrain na kũmuongerera mahinda stability yo nĩ gũthiĩ yongererekete tondu ona rĩera nĩ rĩambĩrĩirie gũtũ favor ta rĩu wiki ĩno nĩ tũkoretwo twĩna kaũrugarĩ kidogo uhoro ũcio wa heho wathiĩ kando na tũgĩthiĩ na mbere na gwĩka ũrĩa twĩkaga ngwĩciria no mwanake no akũgĩa hinya na ahote gũkĩrũgama kĩrĩa twĩna bata nakĩo mũno nĩ ahote kwĩrũgamia independently na eventually etware nĩ ũrahota kwĩna mwĩhoko ica ikuhĩ nĩ kĩũria kĩega bwana Barothi na niĩ kũrĩ ũndũ ũmwe njugaga niĩ ndirĩmĩtaga Mwathani tondu ndakwĩrire ndĩna experience ya na mwana wanarũgama ũtarĩ arũgama rĩngĩ na mĩaka 12 ena mĩaka 12 arĩ ona kĩrũgamo kĩa mũndũ gwĩtwo Isaac na agathi in fact the boy had a profound cerebral palsy ĩrĩa atĩ nginya kũnyita kĩrĩa nĩ so cumbersome but ũmũthĩ no enyitire kĩndũ ta indathi no ekũnyitĩra kĩndũ ta irigũ na arĩa nginya rĩthire na mobility yake nĩ njega nĩ akuma sitting athiĩ bedroom and then back ũrĩa kwenda ona nĩ agwĩtwara nginya na kũu kĩoro ũguo koguo we remain hopeful tondu ngwĩciria nĩ hĩndĩ twĩna rabu rĩrĩa twathiĩ kũnina rabu rĩa mwaka ũguo na so far so good tondu one moko nĩ mathiĩte ma stabilizĩte na nĩ akwĩte sitting na koguo ona ũhoro wa kũrũgama rĩ na twĩna standing aid haha koguo twĩna mwĩhoko mũnene atĩ no akũrũgama kĩrĩa itangĩhota kuga nĩ how soon rehabilitation nĩ koragwo rĩ somehow complicated hanini but harĩa twambĩrĩirie tiho tũrĩ there is that improvement na nĩkĩo twĩna mwĩhoko atĩrĩrĩ ona hau tũtakinyĩte rĩ no tũhote gũkinya standing aid nĩ wona atĩ mũteithagia nĩ mũteithagia tondu that is the only gadget tũngĩmũteithia ũhoro wĩgiĩ kũmũtrain kũrũgama tondu twamũigĩrĩra harĩa tũmũrũgamagia straight ota mũndũ ũtarĩ na kaũndũ ũrĩa akoragwo arũgamĩte koguo weight ya kuma mũtwe gũikũrũka ũguo nginya gũthiĩ nginya magũrũ-inĩ ĩthiĩ transferĩtwo nginya harĩa magũrũ-inĩ harĩa thũng'wa-inĩ harĩa agĩrĩire nĩ gũthiĩ koguo nĩ njega ona akorwo nĩ arũgamĩte kuona kĩongo nĩ atirĩte so nĩkĩo tũrauga standing aid nĩ ĩramũteithia na I believe nginya ndagĩka ya mũico nĩ nyamũ very stable nĩ kũmũhotithia kũrũgama kũu na akĩrĩkia kũrũgama hau noho agũkĩgĩra balance na coordination nĩgetha rĩu no ahote gũkĩrũgama atarĩ na that aid rĩu kumania hau tũkĩmenye ũhoro wa walking
hau tukigura walking aid kana ta walker uguo depending na stability ya iko nayo kuringana na assessment yaku to nĩ nĩ ukimwacecaga hihi kuringana na haria twambĩrĩirie maybe kwĩ mũndũ ũkoretwo kana ũkorereire gatagatĩ ũngĩmwĩra mwana ũcio ahanaga atĩa tondũ kũrĩ andũ gũkũ mena ciana ta icio nĩ ndĩranotire ona he mũndũ ona akiuga nĩ kwenda namba yaku kwenda advice ahanaga atĩa no as compared to today after therapy na therapy ĩteithagia atĩa reke njuge ingĩambĩrĩria na harĩa twambĩrĩirie ũhoro wa Isaac Isaac arĩ thĩ mũno reke tuge generally mwĩrĩ wothe warĩ very weak na nĩakoretwo arĩ confined kana arĩ gĩtanda gwa kahinda kanene mũno koguo ciĩga nĩ ciaregerete igakorwo itarĩ hinya koguo harĩa twamũkorereire mwana ũtareyũkĩria mwana ona igwo thĩ aikario thĩ araikara ekũnjĩte tondũ ona mũgongo ndũrĩ na hinya na moko namo nĩ mekũnjĩte ona magũrũ but thutha wa therapy ũhoro ũcio wa moko nĩ marũngarire na magũrũ nĩ magĩte hinya o hamwe na mũgongo na rĩu ũhoro ũcio wa balancing ĩikarĩte thĩ ndarĩ na thĩna na we mwenyewe nĩ areyũkĩria na agakoma ona nĩ aregarũra na nginya ona gĩkombe kĩna kĩndũ gĩtaiyũire mũno still no akũhota kwĩnyitĩra yes wow so ũguo mũndũ gwĩtwo Isaac in near future suppose tũtiũkĩhota kuga tondũ maũndũ mangĩ tũtigagĩra o Ngai no tiga rĩu part icio kana gũkorwo ndekwaria ndekũigua na ndekuona rĩ na rĩu gũkorwo atĩ cerebral palsy that part of cerebral palsy na epilepsy tiguo no nĩ yanyihanyihire kana tondũ wa gene condition nĩ managagwo na ndawa reke njuge nĩ nyihanyihĩte tondũ ona mũthenya rĩngĩ kũrĩ mũthenya gũthiĩ atarĩ na icio a day even two koguo ona rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa yoka ndĩroka ĩna ũritũ no just a few seconds within maybe 10 seconds kau nĩ gathirire so he is far much better ningĩ no wega gũkĩririkania mwĩroreri atĩ rehabilitation kana ũhoro ũcio wa mũndũ wonjete ti ũhoro ũkĩhũthagĩrwo ndawa ta maũndũ marĩa mangĩ ũrĩa tũrwaraga homa mũndũ agathiĩ akĩandĩkĩrwo amoxicillin na panadol cigana ũna thutha wa kiumia ũgathira it is a journey nĩ a process na rĩngĩ kũrĩ tũmathĩna tũmwe tũkoragwo twĩ short term na tũrĩa rũngĩ nĩ long term tondũ ta rĩu ũhoro wa kĩga gĩkoretwo gĩtakũruta wĩra ũhoro wa gũkĩhe hinya nĩgetha gĩcoke gũtuĩke nĩ kĩaruta wĩra nĩ ũtĩkaga kahinda na koguo nĩ habataranagia kĩndũ gĩgwĩtwo patience na consistency ũhoro wa kũgĩa na ũhoro wa wetereri na gũthingatithia ũndũ ũcio ũrekwo hakwa nĩ therapy ĩyo nĩgetha mwana kana ũrĩa wĩna thĩna ũcio gũtuĩka nĩ wathondekwo na nĩ wathira okay so mathĩna marĩa mena Isaac nĩ mathĩna matangĩtuĩka predictable atĩ tondũ ta rĩu kĩndũ ta epilepsy ti kĩndũ ũngĩ predict atĩ gĩgũthira rĩ reke tuge eventually onakorwo nĩ arĩtuĩka wa gũthiĩ tũtikũhota gũ-complete tũ-challenge twake tuothe tũtuĩke nĩ tweka atĩa nĩ twahinga no kũrĩkorwo na some sort of limitations tondũ wa condition ĩrĩa ĩngĩ enayo ya kũgwa koguo tũmaũndũ tũrĩa arĩkagĩra handũ hena supervision kana handũ harĩ na mũndũ ũngĩ ũramũrora tondũ ũhoro ũcio naguo wa kũgwa rĩngĩ ndarĩ na gĩtaranio koguo atĩ no amenye harĩa ũngĩũkĩra kana aigue kĩũndũ fulani agĩe na warning nĩgetha agĩikare handũ safe koguo reke njuge rĩu ũhoro ũcio ũngĩ wa kũgwa rĩ no ũrehe some limitation
ati kuri handu hana tutangihota guthie muno but haria Ngai agutuhotithia ri tondu ona korwo no kugwa kuu ri ona Ngai no agikunine na koguo tuhote guki expound na njira njega. Wow, okay, thank you so much daktari. Ngiuga he undu ngiukwenda kuongerera itana kuriris na nä ndonire nä kwarehirwo nginya må kondoro he må ndå aheania må kondoro thank you very much. Nä tå gå cokeria ngatho Sister Jane kuma kuria uria nä missionary kuria bũrũri wa Spain. Nä akoretwo ari umwe aria masapotaga Isaac na family ino ya Isaac. Na nä atwirĩire må kondoro rä ho Bamboo mattress na hĩndĩ ĩrĩa akinyire gũka no aririkanaga koguo nĩ connectire na ithuĩ na nĩ atũgũrĩire mattress ĩyo na twĩna ngatho nyingĩ. Ũndũ ũngĩ ingĩenda kũgweta, harĩ mũtumia wanjĩrĩte mũthuri wake ena gathĩna na nĩ ndarucire contact yake, Mrs. Waibara from Gatundu North. Angĩkorwo nĩ ũratũthikĩrĩria wĩna contact yakwa njarĩria, nĩ contact yaku ndateire na to yaku ona andũ angĩ, koguo nĩkĩo ndakirire na ndiagĩkirire na ũru, koguo no ũnjarĩrie na kaũndũ karĩa twakĩaragia no tũgũthiĩ na mbere gwathondeka na tũkarore. Otherwise, thank you so much mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa TV ya Balothi. Twĩna ngatho na Ngai wa muoyo amũrathime na amũhe hinya na ngoro ĩyo, nĩ tondũ ona inyuĩ mwĩ mabataro manyu no Ngai akamũhutia na nĩgetha mũnyitanĩre na mũhote kũrũgama na bamĩrĩ ĩno. Ngai aromwaramĩria mĩhaka na mũtikanage oro nake tondũ Ngai arĩ mwena wanyu. Otherwise nĩ tũkenete na ũcio nĩ wendo mũingĩ mũno. Ngai wa muoyo aratũra mũrathimaga. Shukran. Okay, thank you so much daktari nĩ ũndũ wa analysis ĩyo. Na so thank you so much. Na ndĩrona ndũngĩmenya kuga twarie gĩthweri. No tondũ icio ĩno ya Hiram tũkoretwo tũkĩaria Gĩkũyũ, akina Evans Bororin na akina Evelyn Akoth, poleni sana, maana tukisema tuongee Kiswahili wenye walikuwa wanafuatilia kwa Virginia ni muniruhusu huko tunaongea Kiswahili labda kidogo tu asione kama tuna nini. Hapo mbeleni tulikuwa tunaongea kuhusu pale tulianzia na hali ya Isaac ilikuwaje. Isaac juu wakati ugonjwa ulikunja wa meningitis ulimgonga na mwili ukadhoofika ukakosa nguvu. Kwa hivyo akawa hali ile ya kulala ile tunaita bedridden. Na wakati mtu amelala na hakuna kitu anafanya, mwili unakosa nguvu, una weekend kabisa. So wakati ule mikono ya Isaac ilikuwa imejikunja kule mbele kwa sehemu ya vidole, ilikuwa imeanguka, tunaita wrist drop. Na hangeweza kushika chochote, lakini after tulionana na tukajua hali yake na tukaanza matibabu, hiyo mikono sasa imepata nguvu na ameweza kushika. Hata yeye mwenyewe atakushika na usikie kweli umeshikwa na mtu ako na nguvu. Na saa hii anajaribu hata kujishikia kikombe ambayo iko na kitu kidogo na anaelekeza kwa mdomo kama ni maji kidogo, aweza jipatia mwenyewe. Also hali ya miguu nayo ama mwili wote ulikuwa umelegea kabisa. Hata miguu kule chini ilikuwa na hiyo tunaita foot drop. Na tulinunua gadget za kucorrect hiyo ambaye na hizo vitu akishafaa anavalishwa viatu na ndio anasimama nayo. Hapa ndio wakati amesimama weight iwe inaenda vile inatakikana mpaka kule kwa miguu. Upande wa mgongo nayo imeimprove kabisa juu saa hii hali kiuno na the spinal cord zimepata nguvu. Anaweza kukaa mwenyewe hata kutoka hali ile ya kulala anajiketisha then back anaweza lala.
alafu unapata hali ya kugeuka kwa kitanda, tuseme amelala kama ameangalia kushoto, akishoka asikia anataka kulala kifudifudi ama kuangalia kulia, atajitani mwenyewe. Kwa hivyo tunaona hapo ameimprove kwa njia nzuri. Na nikasema ya kwamba miezi 2-3 imepita, tumekuwa na baridi sana na mifupa na mishipa ile ya ganzi, ile nerves haifanyi mzuri sana wakati kuna baridi kali. So tunaona kumekuwa na slow down upande wa improvement ya ile hali ya kumtrain kusimama. Lakini we remain hopeful. Juzi this week tumeona hali ya hewa ikibadilika, at least kuna joto. Na we remain hopeful ya kwamba yale hatujapata bado tuyagazia hivi karibuni tutaweza kuipata, na Mungu akitujalia Isaac aweze kusimama na kujitembeza mwenyewe na yote yale yatafuatana. Tutajaribu tumtrain aweze kujifanyia ile yatawezekana. Okay, thank you so much Daktari. Thank you so much for that update. Asante. Na nafikiri ni muhimu umezungumza kwa Kiswahili. So pia kuna watu wengine pia nimeona kuna mtu alikuwa anasema angetaka pia, although we shall do that. Because najua kuna watu wengi wako na watoto kama hawa na labda pia hawaelewi Kikuyu na wangetaka kusikia hiyo analysis ili pia wajue kama wanaweza saidika, because therapy it's part of the, nafikiri ni part kubwa huwa inasaidia watoto kurejea kwa hali ya kawaida. Kwanza ni mzuri sana mtoto akijulikana ako na shida aanzishwe mapema. Kama sasa kuna amezaliwa juzi na daktari akaona kama kuna shida kidogo pale, akaniita na nikamkagua, nikaona kuna shida kweli. So you have agreed with the mother. In 2 weeks time we will be starting with therapy. Na unaona huyo mtoto akianzishwa mapema, within maybe the next few months mtoto atakuwa sawa. Na nikamalizia na kusema shukran kwa usaidizi wenu na kusimama na Isaac na familia ya Hiram. Mungu awabariki na asidi kuwabariki na tusidi kusaidiana, ndio angalau huyu kijana asimame na hata yeye aone afurahie Mungu juu amekuwa katika hali mbaya, lakini tunaona mkono wa Mungu. He will be well. He will be well. Alright, so daktari, kuna mtu by the way alinipigia akaniuliza kuhusu membership ya APDK ya Isaac, tulifika wapi? Asante sana. Sorry, ni mzuri tu update wenzetu pande ile. Tulifuatilia na about 2.5 weeks ago nilienda huko na tukaweza kupata hiyo kitambulisho, maybe kama iko karibu tuweza iko kwa bedroom. He is already registered. Na kitu chochote ambacho twaweza hitaji ambacho APDK wana offer with that registration or with that ID, tunaweza wajulisha na wanaweza tusaidia nayo. So Isaac is already registered. He has a membership card and a number. Wow, so it was done and complete? Yes. Unajua mimi hamkuniambia, so nafikirianga bado process inaendelea. Nilienda ministry nikachukua hizo form na nikaenda APDK. Alafu nikaenda APDK na tukamalizana. Good. So the ID is already here. Very good. So does it mean with that card anaweza pata msaada kutoka kwa serikali? Yes. What is the process? Do you know the process? I know one of the managers. So if we need something, naweza enda aniandikie barua. Kuna form inajazwa depending na what you want. Kama wale wanasoma wanapewa bursaries. Kama ni equipment, you like to whatever equipment you want. Alafu
unajaza fomu alafu unapewa. Okay. Yeah. Wow, daktari najua hauna muda mwingi. Yes. So nafikiri nitakuachilia kwa sasa ili umalizane na Isaac as we go ahead with Hiram. Yes. Otherwise, thank you so much. Okay. Na hata wewe Mungu akubariki. Unafanya kazi kubwa. I know you usually wake up very early. Yes. Na una shida ukiwa busy. Yes. Na bado umeweza kupata hii nafasi. Na si kazi rahisi. Ni kuile kujitolea mhanga na roho yako yote. Yes. So God bless you. Na Hiram naye pande hii, asanteni. Hii si kazi kidogo depending na you are also young. Na kuwa na huyo moyo wa kusaidia. Si vijana wengi waweza jinyima wakose nafasi za kwenda kutembea na marafiki zao pande ile ndio watekie kia brother wao ambaye ako na maumivu. So Mungu awabariki. Na msidi kusaidia huyo kijana juu baraka zinatokanga huko. Okay. Yeah. All right, thank you so much daktari. Yeah, thank you. Na pia wewe tunashukuru pia kwa kufanya kazi yako kwa upendo. Asante. So thank you so much. Asante sana. Good. So tushoka kwa Hiram. Sasa mnataka bado tuendelee na Kiswahili jamani? Hiyo itakalia Hiram, I know. Na tutaanza kusumbuana na hiyo Kiswahili. Ama ni aje? Ndio iko hivyo. Lakini si ukikutana na polisi mnaongea Kiswahili? Hapo unaongelesha Kikuyu? Ndio datugana nao. Unaongea Kiswahili saa hizi, si ndio? Hauwezi? Haujui Kiswahili? Najua lakini zingine nitang'oa sana. Waanze kuchekelea. So nyinyi mnaona haja aongea Kiswahili ama aongea Kikuyu? Wenye hawaku wanaelewa Kiswahili sasa, mimi hawaku wanaelewa Kikuyu. Sasa tutafanya aje? Mimi nilijua daktari akimaliza kutakuwa na shida. Evans Borolin amesema Kiswahili. Yes, hiyo Kiswahili ndio tunataka. So mnataka Kiswahili ama Kikuyu? Mujibu hapa. Mnataka Kiswahili ama Kikuyu? Sasa jamani, aongee Kiswahili, aongee Kikuyu. Kikuyu, Kiswahili. Kikuyu, Kiswahili. Kiswahili imeshinda Kiswahili, Kikuyu, both mix. Kikuyu, Kikuyu. Ni kama utaongea Kiswahili. Hapana. Kiswahili imeshinda. Basi changanya. Lakini sasa ukichanganya wenye hawaelewi Kikuyu kabisa, watasikia kitu kweli? So mnaona aje watu? Aongea tu Kikuyu. Sasa ni kama utaongea Kiswahili kwa sababu kulingana na vile naona hapa. Unajua sasa wanajua kuna jambo, wanakuona venye umejamu, umekasirika, wanajua kuna walisha kusoma kitambo. Afadhali ungeanza kucheka wakati daktari alikuwa anaongea. Hapana. Tayari washajua kuna shida leo. Ni uhoro ngũthikagĩrĩria wa daktari. Urakarite. Ule sasa jiji watu tutafanya nini juu Kiswahili pia imetajwa na watu wengi. What do I do now? Hiram ndiye sasa atachagua. Wewe unataka kuongea lugha gani? Kikuyu. Unataka kuongea Kikuyu? Leo ule wanajua ndio utogwe sasa yeye amesema ako comfortable kuongea Kikuyu. So akina billionaire na Borolin si muniruhusu tu tafadhali kwa sababu hapa hakuna choice. Haki muniruhusu tafadhali. Muniruhusu jamani tafadhali muniruhusu waongee tu Kikuyu kwa sababu sasa najua ni watu 800 sasa kutaendelea aje sasa. Parodi translate mahali yatashindo. Sasa sitaka ni kama mhubiri na assistant jamani. Sikukua tu na mtu mwenye atakuwa na tafsiri kwa Kiingereza hapa, si ndio? Sikukua tu na mtu atatafsiri. Sawa, si tumesikizana mtu mmoja atafsiri ama nyinyi mnaona aje? Si muongee jamani, sasa mkinyamaza. Tifarudi ni kama utatranslate. Si munitranslatea tafadhali. Mimi mkinitranslatea ni sawa. Tuongea Kikuyu munitranslatea. No, we need Kiswahili. Hiram, Kiswahili ndio inatakana. Utamanage? Tumagina mno. Unajua mama bloggers watakuandika kesho Kiswahili ni kushinda. Afadhali uongee broken kama yangu. Hapana. Utaona bloggers kesho watasema hapana. Ama basi tuongee Kiingereza.
Hiyo ndio mbaya zaidi. Hiyo. So sasa nyinyi tutafanya aje? Ita hibiscus. Hibiscus by the way alienda hapo na alikuwa anatranslatea. Monica ambaye kwa nini huwa ananuna? Kwani tulimkosea wapi? Ulimkosea wapi? Mabali kukosea wapi? Kunichekelea. Wanakuchekelea? Sana. Fresha Hutchinson amesema ongea Kiswahili. Itabidi. Imagine itabidi. Hauna choice. Watu wote wamegojea tu waone ukishindwa na Kiswahili. Hebu kwanza wasalimie kwa Kiswahili ndio. Sasa wewe ndiye dunia yote inakugoja uongee Kiswahili. Imagine. Hapa kuna ujue sasa maadui, marafiki, mainvestor. Metekerea atiri. Jarie rugerere guhota. Hoyane uhoro urio kuigwika. Utari na maundu mataraigwikana. Sasa watu hata wasalimie basi kwa Kiswahili na uambie kitu kidogo at least kwa Kiswahili. Ndio wakuruhusu uongee Kikuyu basi. So unajua wakisikia nikiongea Kiswahili wataniambia niendelee. Very good. Kumbe hata unaongea. Si ndio hiyo? Ndio hiyo. So, si ndio hiyo umeongea? Kuna mahali itafikia nitachange niongee na Kikuyu. Endelea basi. Ukichange ni sawa. Okay. Nimemsalimia watazamaji wa Barodhi TV. Good. Na nimwambie tuko salama pamoja na familia yangu. Yes. Bado tunazidi kushukuru Mungu kwa umbali ametutoa. Na tumekaa kwa muda mrefu. Kaa hamunioni. Maybe mnaona Barodhi peke yake. So hakukuwa na ubaya. Tulikuwa salama. Ni vile tu kuna zile changamoto zingine zinakujanga za maybe simu, mawasiliano. Tunaendelea. Okay, good. We are back. Poleni sana. We are back. Like we never left. Poleni sana, kulikuwa na shida ya network kidogo, but we are back once again. Sawa Merimera. Tumerejea. So tutekeni twarie Gikuyu nigetha tuhuthirwo ni mahinda tondu ni mathaa turatari tunatupa muda. Kwa hivyo acheni tu Kikuyu ndio watu wenye wamekuwa wakifuata story ya Mjengo, Isaac na nini waweze kuelewa, kwa sababu tukisema Kiswahili najua italeta shida kidogo. So ulikuwa unaendelea? Endelea tu hiyo. By the way umebuka sawa Kiswahili kabisa. Hai. Kuna zingine naenda na meza. Meza tu ina shida. So tunashukuru Mungu kwa vile mnaniona na familia yangu hapa. Tuko sawa kabisa. Na tunashukuru Mungu sana. Yeah. So number one, niruhusu tu ni kuuliza swali. When I left here nilitoka na pesa ya Isaac. Ya kulipa daktari, si ndio? Na bado na umesikia my complaint hata kidogo. Na mlipanga on time. Na nikakuachia pesa ya kuweka kazi. Hawa watu ndio walitoa pesa ya kuweka kazi, si ndio? Fresh Hutchinson kidogo tu wacha tuzungumze maneno iko hapa, alafu huko kwingine sasa tutarejea. Nikakuachia pesa ya kuweka kazi. So that's one thing. The next thing I did is that I used to call you kwa sababu tuliagana utatafuta nyumba ndio nikuja tuweke. Sasa nilikupea kibarua, sikukupea kibarua ya kutafuta pesa ama kibarua ya kuweka kazi, nilikupea kibarua ya kutafuta nyumba. And I called several huko nijibu. I called some other times ukaniambia bado unatafuta. So nikachanganyikiwa. Kutoka hapo nimekupigia mara nafikiri I think it's now a month. Because by the time nilirealize sasa kuna shida, it was already 3 weeks. Nimeongea na Shiko mara kadhaa, akaniambia, nikamwambia nataka kuongea na Hiram, akaniambia mara ya kwanza aliniambia Hiram sijui amelala. Haya, the other day nikampigia akaniambia hayuko. Haya, nikampigia tena sijui aliniambia uko wapi. Nilimpigia nafikiri safari 3. Nikamwambia fanya hivi, akikuja
mwambie nataka kuongea na yeye, kwa sababu aliniambia simu yako ilikuwa na shida, na sikuwa na shida hata mimi, kwa sababu simu inaweza haribika, kunaweza kosekana stima, lakini ukiwa na haja na mtu, hata unaweza omba mtu na upige. Sasa nikaambia Shiko, kama simu yake iko na shida, tunaweza tumia yako. So wewe akikuja, make sure tumeongea. Na juu yake tunazungumza, si yake juu tulikuwa tunazungumza. So nikamwambia juu yako inaongea, wewe akikuja fanya hivi, ama akiamka mwambie tuongee, si ndio? Sasa nikashindwa, kwani nilikukosea Hiram? Unajua hakuna kitu inaumanga mtu kama mtu hakuchukulii simu safari. Nimekupigia mara mingi, si mara moja. I have called, so in fact nifika mahali sasa napiga after a week ndio nione kama utashika. So sasa nikashindwa, nilikukosea mahali, ama kuna kitu baya nilifanya, ama tulikosea kukutafutia pesa ya kazi, ama tulikosea kukujengea. So na siku moja ikafika nikapigiwa, nilikuwa naenda Kenyatta, nakumbuka vizuri. Mtu mmoja pale kwa live video akauliza swali. Akauliza, Farodhi, kumwona hujatu update kuhusu Hiram na Isaac. Mimi nikamwambia vizuri, nimekuwa nikipigia Hiram na hajakuwa akishika simu yangu. And that's why najua watu wengi sana wamekupigia. And of course, never expect wangekuongelesha vizuri, kwa sababu walishindwa, mbona ukose kunichukulia simu. So kama kuna mtu alikutusi, pole sana, but nilijua tu watakupigia. And of course, kwa sababu unajua wengi wao walichanga. Na nilikuambia hawa watu wanafanya kazi ngumu sana. So wengine wana sacrifice. Unakumbuka tukitafuta pesa tulikuwa tunawaambia jinyime lunch. Sasa imagine mtu alijinyima lunch alafu asikie uchukui simu. Si unaona ni uchungu. So and that's why nimekuwa nikitatizika. By the way, hata nilikuwa nalemewa kuja kwako. Reason being, mtu asipokuchukulia simu haujui kama anaweza tamani uende kwake. Ni watu wengi sana wameniambia, Farodhi, si uende kwa Hiram hata ujipeleke. Nikawaambia sasa kama hashiki simu, labda hata haezi taka kuniona kwake. And that's why hata leo nikikuja sijakuambia. Maana singejua venye utarespond. Number 2, singejua kama utashika simu yangu. And that's why siku kupigia. So hiyo kitu imeniuma sana. Maana unajua nilikuwa nakupigia ni kwa nini? Nilikuwa nakupigia kuconfirm Isaac anaendelea aje, na nijue daktari anafaa kulipwa pesa ngapi. Maana mimi ndio niko na pesa yenye inafaa kulipa daktari wa Isaac. Na niliichukua kwa sababu mlikuwa na mzozano na daktari. Nikaona wacha nikuwe nalipa daktari na yeye anafanya kazi yake, si ndio? So nilikuwa nataka kukuuliza daktari alikuwa amefanya siku ngapi ndio niweza kumlipa. So I had to pay him, even though aliniambia siku zenye amefanya kazi, but I needed 2 people to confirm, you and daktari. And I told you hivyo ndio tutakuwa tunafanya. Lazima uniambie siku na daktari aniambie, maana siwezi trust answer ya mtu mmoja, si ndio? So and that's why I was calling you, ndio nilipe daktari. So imagine hadi wa leo ningekuwa sijamlipa, naona ni mwezi mwingine unaisha. Si naona ingekuwa si vizuri. So that's why I was calling, and that's why I kept calling. Hakuna jibu, hakuna message, hakuna unajua shida ni moja. Unajua Hiram, mimi sijai kupigia nikasikia simu imezima. So wakati unasema ni stima ilipotea, sijai sikia simu imezima. Nilikuwa nakupigia na inaingia. Haya, number 2, hata ingekuwa ni stima, simu ya Shiko nilikuwa napiga inaingia na tunaongea. Na namwambia nataka kuongea na Hiram. Na umwambie niko na kitu urgent, nataka tuongee na yeye. So make sure akikuja. Siku aliniambia umelala, singetaka uamshwe. So nilimwambia akiamka wewe mpatie simu tuongee. Wakati aliniambia uko nje, nikamwambia akifika tu mpatie simu. Baka hata kuna wakati nilimkelelesha, nikamuuliza sasa Shiko, mimi napiga kuuliza stories za Isaac, hamtaki kuniambia, sasa nitafanya nini? Nitalipa daktari aje? Unaona? So shida ilikuwa wapi? Kama nilikuwa na makosa niambie. True. Okay. Watu wengi hata wamekuwa wakinipigia simu after hiyo siku wakiniuliza ama kuna shida. Mimi nimwambie ukweli, mimi hatujakosana na Barudhi. Ni vile tu simu yangu ilikuwa imeclash kioo. Na alafu sikuwa na kale kitu ka kutoa laini. Hata ukiweza iangalia ilipasuka hapo side nikijaribu kutoa hako kakitu. Kwa sababu nilikuwa najaribu ndio nitoe line, line ilitoka juzi. Venye nilienda kwa fundi. Unajua kwa nini nimeamua kukuulizia hii maneno hewani? Because this thing imekuwa hewani. Hii pesa yote na hii nyumba ilitoka Olea. Si ndio? So pale niliona kuna shida. Mahali niliona kuna shida ni wakati
Okay, simu yako ni sawa kama ilikuwa na shida, hata stima ingepotea, si ndio? Lakini nilishangaa, kwa nini usichukue simu ya bibi unipigie? Unajua hata kama simu yako ingekuwa na shida na ya bibi tunaongea na yeye, ungechukua simu unipigie. Farudhi naambiwa ulikuwa unanipigia. So si ungechukua tu simu. By the way, hiyo ndio kitu yenye imekuwa ikiniuma. Na wewe unajua Hiram, nimewahi kuitisha pesa ya mafuta ya gari wakati nilikuwa nakuja? No. Sijawahi kuitisha siku hata moja. Tulijenga huu mjengo wote, nilikuwa na jireta peke yangu na narudi. Si ndio? Na sijawahi kuitisha. So yani hata na unajua hata kwenye naishi. Hata ungejileta uniambia nimekosa simu ya kukupigia nikaona nijilete. Unajua wakati mwingine hii kazi ya kusaidia ndio maana inatulemea. Kwa sababu nilikuwa I was almost giving up because si kujua kwa nini unishiki simu. The only thing I thought inaweza kuwa na shida ni labda hukutaka nikuulize kuhusu pesa ya kuweka kazi. By the way, that's hivyo ndio nilifikiria. Na hiyo ndio swali nataka pia utujibu. What happened after kukuambia utafute nyumba ya kuweka kazi? Kwa sababu tulikuwa tuwaekee Cerial. Ndio uache kukaa kwa nyumba. Na tukatafuta pesa. Kulienda aje? So nilitafuta nyumba like 2 weeks. Each and every day nilikuwa naenda kutafuta nyumba. Mahali nilikuwa napata nyumba ni mahali mahali kumeshikana, hakuna watu ati yani mahali hata iwezi onekana. So nilienda mpaka pale kunaitwa pale kwa jeshi huko. Nilikuwa natafuta nyumba mpaka huko, mpaka Luilu, mpaka Kimbo. So nyumba zenye nilikuwa napata ni nyumba zenye ziko mahali locked sana huko ndani. So nyingi zake zilikuwa huko ndani. So zingine nakuta kuna mwenye amelipa. Yani nilisumbuka sana. So venye shule zilifunguliwa, nisifiche, nilienda mpaka Kinangop, nikalipia watoto shule, na nikalipia yule mwingine kumnunulia vitu natumia huko shule. Hata venye walirudi shuleni, mimi tu nilimlipia hizo vitu zote. Kisha kutoka hapo, huku Barodhi hatunanga maji. Each and every month tunatumianga maji tanki moja. Tanki moja? Niulize kwa sababu ni nini? Kuna mahali hapa kwa choo, kwa kitchen, kuna mahali maji ilikuwa ina link. Hiyo choo ya juu kuna kale ka pipe ka kutoa maji kalitokana. So hiyo maji si hatukuwa tunajua maji mahali inaidanga. Each and every time tulikuwa tunaona hii ukuta ya jikoni ikiwa wet, tunashindwa ni nini. Kwa hivyo hamkuwa mnaenda juu labda kuangalia kwenye maji inatoka? Yeah, so mi nilikuwa napanda juu but sikuwa nimefunua choo. So juzi ndio nimefunua, nikaona maji. Juu nashangaa tanki mzima whole month how? Wow. Hiyo sasa ndio kitu yenye ilikuwa natusumbua sana. So each and every month tunaweka maji ya 5,000 lori moja. Kutoka hapo tunafanya shopping. Yeah. Na pesa ya kuweka kazi? So mimi venye nilitumia hizo doo, mimi sijui kwa sababu nilikuwa natarajia tu nitaweka job. So hakuna kitu umeweka hata nini? Juzi nikaenda Kinangop, nikaendea viazi. Ndizo nilikuwa nauza. Viazi? Sasa wacha nikuulize on behalf ya hawa watu wanatumanga pesa. Kwa sababu nataka nikuambie kitu moja. Hawa watu wanakuanga na machungu sana. Wakati amekutumia pesa na amekuambia ni ya kununua tank, na wewe ununue wheelbarrow. Ama akuambia hiyo pesa ni ya kununua mlango, ununue meza. Do you know that? Do you know that's why uliona tukijenga nyumba, mtu akisema ni milango, lazima afikie aone milango imewekwa. Do you know that? Sasa imagine hiyo pesa yote umeitumia na unajua sasa shida ni ati haukuniambia. Maana tungekuja hapa tuambie watu hatutaki kutumia pesa ya kuweka kazi kulipa shule, tutafute ya shule. Si ndio? Sasa wewe uliamua kufanya hivyo. Na nilikuambia vizuri, utafute nyumba tuweke kazi. Mbona uliamua kutumia hiyo pesa ukijua
Ni sawa na naelewa hiyo ni kazi ilifanya ndio, lakini hawa watu wanajua hiyo pesa ilitolewa iwekwe biashara. Sasa watatoa pesa nyingine ya biashara ama nyinyi mtatoa pesa ya biashara? Kwa sababu ungenipigia uniambie naambia watoto wamefukuzwa, utatusaidiaje tulipie watoto ndio nisiguze pesa ya kazi? Maana watu ukitumia pesa ya kazi watakuuliza sasa tutakupea pesa nyingine tukutolee wapi? And that's why unaona nilibeba pesa ya Isaac ya daktari, kwa sababu ungekuwa saa hizo unanipea story, ungekuwa unaniambia hata pesa ya Isaac mmetumia. Ukweli uongo? Ukweli. So mimi niseme ukweli, venye nilienda Kinago, by the way balozi mimi nilishangaa. Kwa sababu hata yani hata nikitumia hizo do venye nilizitumia, nilifikiria kwamba watoto wetu venye wanaenda shule. Yeah. Kwa sababu unaona mtoto hata kiatu imeisha mpaka chini. So, hiyo ndio maana ulikuwa umeninyamazia? No. Hiyo sio sababu. Lakini mimi nilifikiria ni hiyo kwa sababu ulijua nikikupigia nitakuuliza kuhusu kazi kama ulipata nyumba. No, hiyo sio sababu ati yenye ilikuwa imefanya ninyamaze. Chenye kilikuwa kimefanya ninyamaze, simu sina. Hata ukipiga unaona hata ile ulikuwa unaipiga kuclash acha nikuulize swali. Unaona hawa watu ungesema tu nipigie na simu ya Shukuru niambie ni simu hauna imeharibika. Yaani hatunge afford kukununulia simu. Do you know the purpose of communication? Mawasiliano. Imagine kwenye tumetoka Hiram afu uninyamazie. Wewe ulijua nilikuambia siwezi taka kuona ukikula shida. Because Hiram having hii nyumba yote na hauna pesa, it's nothing. True. Imagine kuwa na nyumba nzuri Murera lakini hauna pesa. True. Unajua nataka nikuambie kitu moja Hiram. Unajua ukipata shida si ati unanyamaza ama because I still believe kuna ule uhusiano wako na watoto wenu. Kwa hivyo unaweza fikiria labda uwalipie school fees. Mtu haguzangi ile pesa umeambiwa ni ya kazi na hawa watu washatoa ikiwa ya kazi uipeleke kwa shule. Ya shule ungeniambia watoto wako nyumbani tutafute pesa ya kuwarudisha shule. Unaona? Juu sasa so nimekuwa na hard time by the way hata kukuja karibu nirudie kwa njia. Hata kuna mtu nimeambia wa karibu sana na mimi nikamwambia niko kwa Hiram, kani uko serious? Enyewe wewe una roho poa. Unaona, so unaona watu wamekasirika Hiram. Imagine sisi tulikuwa na roho safi ya kukuwekea kazi ya Cerial. Hiyo nayo ifungue kazi nyingine. Ikusaidie na isaidie wa hawa watoto. Maana ungeweka hiyo kazi ndio ingekuwa inawalipia school fees. Sio ile pesa ya kazi, hiyo kazi ndio ingekuwa inalipia watoto school fees. Sasa hiyo pesa yote hauna. Mwabakisha pesa ngapi? Ndio inao niko na. Usidanganye. True. Naongea ukweli. Pesa zenye nimebakisha around 3,000. 3,000 only? Yeah. Okay, ziko wapi receipt za shule? Na ama maybe mimi nilienda nikalipa shule. Riziti mimi sikuzibeba, niliwaachia kwa sababu zinahitajikananga wakiitishwa balance zenye zimebakia. Receipt? Zinahitajika shule receipt? Niliziwacha. Okay, hiyo sijaisikia kuhusu. Kwa sababu unaona hata ningekuja nazo huko wanazihitaji. But ushalipa. Si hajao ni pesa. Mpaka receipt za vitabu. Now you have 3K. Na haulipi nyumba. Sasa hiyo 3K ingekupeleka hadi wakati mgani kama hungeshika simu yangu? Wow. Unajua utaitisha hizo receipt? Ama niziende. Wacha sasa utumie fare na kuna paso.
Itisha hizo receipt, ningetaka kuziona. Zilikuwa za pesa ngapi? Around. Na zilikuwa zinalipia nani? Kuna huyu mwenye ako class 5 na kuna huyu ako class 7. Kijana ndio ako class 7 na msichana ako class 5. Na tena nililipia waanko wawili. Waanko wawili? Na pesa ya kujenga? Na pesa ya kuweka kazi? So mi nilikosea. Yaani ulikuwa na pesa mpaka unalipia watoto wa anko? Ni vile tu so siwezi jua niseme aje kwa sababu hapo nilikosea. So ulitumia pesa ngapi kuwalipia wote? Around kasi sijahesabu mwenye ako shule, huyo mwenye ako form 4. Huyo si ako na sponsor? Huyo ako na sponsor. Alafu kuna hii kitu inaitwa birth certificate. Tulikuwa tumeitafuta sana. Hiyo ilinikula pesa around 5k. Birth certificate. Kwani zinalipishangwa? Unajua hakuwa mpaka na living certificate. Na hata kitambulisho ya madhe singetaka achukue na kitambulisho yangu. Nilienda ndio nikapatiana kitambulisho yangu ya mamangu. So hiyo nayo ilinikula pesa. Alafu nayo hii kununua mpaka uniforms ilinikula kitu around 6,000. So kulingana na wewe unaona aje? Kwa sababu ulikuwa umeninyamazia na ushatumia hiyo pesa yote mpaka ushalipia watoto wa anko. Unaona aje? Unajua balozi chenye kilifanya nilipia hata hao watoto anko isije akaona venye ametuangalilia watoto tunajaribu kuangalia watoto. Kulipa ni vizuri, lakini unalipa na pesa yako ya kazi. Yaani unatumia pesa yenye ungeweka kazi umlipie na pesa ya kazi. Si pesa ilifaa kutoka kwa biashara wakati ushaweka biashara sasa unaweza saidia. Si atuchukue ile pesa unafaa kuweka kazi nayo upeane. Sasa imagine, Hiram unataka kusema watu wakikusaidia na chukua pesa ni kuwe na kugawia kama vile nilichukua ya Isaac. So unasema ulitumia pesa ngapi ikiwa yote? Unaona hii pesa ya watu wa online ni mzuri na ni mbaya sana. Usipokuwa accountable hawatakuongezea. Yafadhali tu nikwambie ukweli. Usipokuwa accountable hawatakuongezea. Ulitumia pesa ngapi shule? Mpaka za huyo msichana wetu ni around. Shiko. Kuja. So ulitumia pesa ngapi? Around 20k. 20k. Na huku tulikuwa yani pesa hizo zimetumika kwa njia mingi sana. Kwa sababu hata huku, hata ukiuliza Mama Emmanuel, stima zimekuwa na shida hata sasa hivi. Nimekuwa nikiita mpaka Kenya Power wakuja waitengeneze. Unawalipa? Maybe nikimuita nampatia maybe 500. Sasa niliona kaa kuna mahali. Kwani umewaita mara ngapi? Mara 2. Hata hii nini? Hiyo ni dhao. Hiyo nini mita yake ilichenjiwa, niliba ingine. Uliniambia. Kwa sababu karibu ichome huku. Usifix uongo Hiram. Ukweli. Usifix uongo. Ukweli. Hapo hiyo Kiswahili venye umetukoroga sijaelewa. Hata ukiuliza Mama Emmanuel. Okay, fine. So hiyo ilikula pesa ngapi? Shule imekula 20 Na kwa kila mwezi tunafanya shopping. Shopping ya pesa ngapi? Maybe tunafanya ya 7k. Shopping? Na mbona unasema maybe? Kwani uko sure? Ukweli
Na Kwani tumeachana miezi mingapi? Na dawa za Isaac. Kozi dawa saizi ziko na bei kali. Per day anakunywa tableti 2 za Eplim. Na hiyo Eplim per 1 ni 40 bob. So ukizihesabu za mwezi. So hiyo inakuja pesa ngapi? Na zinunuanga 1592. 1592. Yeah. Tumehesabu hizo type moja na hizo zingine. Sasa saa hiyo tunaongea kuhusu pesa ya kuweka biashara. Hapo ndio unatoa kila kitu. Wewe after tulikuachia hizo pesa, tulikuambia ni za kuweka biashara ama za kufanya hizo kazi yote? Zilikuwa za biashara. Zilikuwa za biashara. Yaani pesa ya biashara unaipangia ndio inanunua dawa, ndio inafanya shopping. Wewe unajua hiyo biashara venye ingekusaidia katika maisha yako. So sasa unaona aje? Do you know kama nitaitisha pesa ingine ni mimi nitaweka hiyo biashara? Huwezi utaguzana nayo. Na sasa tukisha kama that's if watu wataitikia. Sijui kama wataitikia. Maana hawajaona hizo risiti zote. Watu mnaona aje? Hebu niambieni mnaona aje? Wakiitikia ni sawa, mimi sina shida. Wasipoitikia utafanya aje? Imagine ulifanya hivyo hizo nini zote ukiwa umenyamaza na hauongei na hushiki simu. Sasa umebakisha 3k out of hiyo pesa yote. So how do we do? Hapo mahali pa kukosa kuchukua simu, mimi siko na ubaya. Ni vile tu simu yangu iko mzuri. So sijui nikwambia aje Barozi. Kwa sababu watu wengi wamenipigia simu sana. Mimi niseme ukweli, mimi hata siko na shida na wewe. Na hata sijawahi fikiria. Mimi siko na ubaya. Hata sijawahi fikiria ati ninyamaze ama nikose kuchukua simu yako. By the way, mimi hata sina shida na kutochukua simu yangu. Kwa sababu wakati tulikujengea, tulikuambia tumefanya hivyo kwa sababu ya Isaac. Hata kukuja kwangu leo, nimekumbuka tu Isaac. Nikaona wacha tu nikuje. Hata hiyo support yote, hata story ya kuweka kazi. Nasikianga tu wacha nifanye hivyo juu. Kuna watu wanauliza hiyo grace yako unatoanga wapi? Namwambia si grace, ni kwa sababu ya Isaac. Do you know Hiram ulijengwa nyumba sababu ya Isaac? Na kuna watu wanasikianga vibaya nikikwambia hivyo, lakini ni ukweli. Hii nyumba ulijengewa kwa sababu ya Isaac. I will always tell you that. Na unajua nimeishi kukuambia hivyo. The reason as to why nakuambianga hivyo ndio ujue kusaidiwa ni vizuri, si ndio? Lakini pia wakati umesaidiwa ni vizuri uonyeshe watu unasaidika. Si umeona watu kwa social media wamesaidiwa na wameshindwa kutumia hizo pesa. Na watu wamekasirika na wakasema hawataisaidia tena. Si umeona watu? Sasa mimi nakuhurumia, maana singetaka watu waseme hawatawahi kusaidia. Na by the way, hata usitake sana kusaidiwa. That's why tulikuwa tunakuwekea kazi ndio uweze sasa kujilea. Maana tulijua shida kubwa ya watu wenye wanaishi town ni nyumba peke yake. Si ukajengewa, si ndio? So sasa tulikuwa tunakuwekea biashara ndio hata usipotumia pesa na watu utaendelea na maisha yako, si ndio? So anyway, kuna makosa watu tumesha agree kuna makosa, si ndio? Si umeitikia kuna makosa. So utaambia watu aje? Mimi nilikuwa nimekosea. Kwa sauti. Nilikosea sana kwa kutumia hizo do. Kwa sababu hazikuwa zimepangiwa vile. So hapo nimekubali niko na makosa. Ningeomba tu nisamehe kwa sababu sikuwa na ubaya. Ati nikifanya lile jambo sikuwa na ubaya. So ni vile tu mtu ukifikiria tu na mafikilio unaona venye unafanya ni vizuri. But nimeona nilikuwa nimekosea. Sasa ungetaka watu wafanye aje? Ungetaka watu wafanye aje? Mimi maana pesa yenye walichanga ya kuweka kazi na Shiko atakuja, wenye wanaitisha Shiko atakuja saa hizi, so ungetaka watu wakusaidia aje? So mimi nilikosea sana. Na ningeomba tu wanisamehe.
wakusamehe ni sawa, lakini umebakisha 3K. So sasa utawaambia aje? Ndio wamekusamehea, hakuna mtu anayekaa grudge. Hata mimi nishakusamehea kwa kutoshika simu zangu, nishakusamehea. So what next? Because we must think of what next after msamaha. Watu utawaambiaje wakupe pesa ingine ya kazi? Mimi kitu ya kwanza mimi ningetaka sana wanisaidie, lakini mi venye nilitumia hizo do sio ati, unajua watu ni wengi na ni watu tofauti tofauti. Kuna venye mtu anashikanga story kivyake hivyo. Mi niwaambie, mi kwa mafikio yangu nilitumia hizo do kulingana na venye mi niliona na nimeomba msamaha. So kitu ingine mi nikiweza pata hata kama ni job nitafanya. Sasa unataka kuajiriwa? Hapana. Maybe wakiniwekea job nitaifanya, na hiyo naweza kuambia ukweli Barodhi, uingilie kwa hiyo kazi. Kwa sababu mi chenye kilinichanganya ni kutafuta nyumba na kosa each and every day mpaka ikabidi venye nilifanya si kufanya ati juu nilikuwa nimepanga vile. Hapana. Unajua vile watu walikuwa wanakupenda Hiram. True. Na vile watu walikuwa wanakufuata. Unajua sasa unawachiwa na watu 2000. Yaani wako hapa kusikia pesa yao imefanya nini. Si uliona vile nilikuwa nafuata pesa ya mjengo? Maana si kutaka hata dururu ipotee. Lakini mimi nikakutrust na pesa ya kazi. Unajua hiyo nilijua ni kazi yako mnaweka na shiku, si ndio? Kwa hivyo nilijua hiyo lazima utaitunza na ufanye kazi nzuri, maana inaweka kazi yenu ya future, si ndio? Sasa wewe ukaamua kuitumia tu. So tukipigia anko saa hizi anaweza sema ulilipa shule. Hiyo wakati anko hakuwa. Ati anko hakuwa? Anko akaangi kwake nyumbani. So hajui kama ulilipa? Yeye juzi ndivyo nilimtumia, tena nilimtumianga 10K anko, nimekubuka. Yaani Hiram una guess. Nimekubuka. Yaani hukumbuki ulikuwa umemtumia 10K? Tena ya nini hiyo nayo? Sijui, aliniambia ati atanirudishia. Na sasa ukachukua ile pesa yetu ya kuweka kazi ukapatiana 10K ingine. So tupigia anko tumuulize kama ulilipa shule. Ama umesema hakuwa kwa nyumba? Anaishingi mahali kunaitwa aje? Ukiwa flyover uingie na hiyo Kamae. Na yeye bibi yake wako huko Bushi. Sasa hakuambia na bibi yake umelipa shule, umelipia watoto wake? Kwa sababu sikumpata. Na ulijuaje anahitaji watoto wake wasomeshwe? Mimi nikupigiwa simu, nilipigiwa. Na nani? Na sister yangu mwenye ako huko Naivasha shule. Ndio akaniambia venye kuko na mimi nikasema lazima, unajua singia chukua pesa ati nitume kwanza ati niambiwe ni za shule na nipate hakuna kitu zenye zimefanya. Ikabidi nijipeleke. Ndio nikajionea venye kuko na venye kunakaa. So ukatoka hapo ukaenda kuona watoto wa anko hawasomi, ukaona uwalipie? Sio wa anko. Watoto wetu wanastayingi huko. Wanakaanga huko na ni sawa, lakini ulilipia wa anko wawili. So venye nilienda, anko hakuwa na pesa? Yani mi sijui, kwa sababu venye nilipata yani hata wewe tu kuangalia unaona kuna shida. Anyway, so Fresh Hutchinson naona unasema Farodhi, get him out of camera and talk to him fast. Lakini unajua Fresh, hata tukitoka hapa lazima tutoke hapa na jibu, because we either need money or we don't need. Imagine Fresh, hata nikimtoa hapa we have to come here with conclusions, ndio Hiram? So ndio maana nimekuuliza unataka watu wafanye aje? Kuongea tutaongea, because we have to talk. Hiyo lazima tutaongea, lakini sasa lazima tu agree na watu to what next. I mean we must know what next. Umebakisha 3K, so hata tukitoka hewani na tuende tuongee, we have to know what next, ndio lazima tujue what next. That's why nimekuuliza unataka aje sasa.
na ujiongee kutoka kwa roho. Sasa mimi balozi, kwa sababu kuna vitu mingi sana hapo sijaona ukweli wake. So bibi yako anajua hizo story zote? Anajua mpaka unasomesha watoto wako? Nilimwambia kila kitu, hakuna kitu yenye nafishanga. Shiko Gai, nimekuita nikakuita, sasa hata nimechoka. So mimi ningeomba sana msamaha. Waambie, ni wao naambia, waambie. Ningeomba sana msamaha kwa sababu nilikosea kwa hiyo jambo yenye nilifanya. Na ningeomba tu sana. Na Rudu Wajiro no wekayagane kugweta. Rudu Wajiro amesema, why can't Hiram take his siblings and live with them? I believe Kenyans will do something about them. Unaweza ishi na watoto wenu? Mi kwanza hiyo kitu ndio ihuanga inanisumbua. Ngoja, jibu swali. Unaweza ishi na watoto wenu? Ukweli kabisa. Lakini mimi sioni kama unaweza ishi na wao kulingana na venye nimekuona. Imagine, sina imani, and that's why hiyo story nikanyangia chini na nikanyamaza. Imagine, hiyo ndio maana. Hiyo kitu imekuwa ikinisumbua sana kwa sababu hata hao watoto balozi, ukiweza tu uende uone hata kukaa kwenye wanakaanga venye huanga wanakaa. Yani hiyo kitu imekuwa ikinisumbua sana. Na ndio manake inabidi hata nikisikia kuna shida inabidi niende. Okay, lakini for now acha tuache kuongea kuhusu hao watoto mpaka ile siku nitaridhika wanaweza kaa na wewe. Maana sitaki wakuja huku waanze kuteseka, sawa? Siwezi taka wakuja huku waanze kuteseka, nianze kublemiwa waleta alafu wanateseka. Kwa sababu watu watawaona tu. Unaona? Siwezi tamani wakuja wateseke. So tukusaidia aje? Ama what next? Maana hiyo 3K najua itaisha. Mimi naweza omba sana. Kwanza, kitu ya kwanza wanisamehe sana kwa sababu nilikosea. Na mimi ningependa sana nipate mtu mmoja tu mwenye anaweza nionyesha venye hiyo biashara venye inaidanga na mtu wa kunipangia venye naweza fanya hiyo job. Ati ufanye? Venye naweza fanya job. Job gani? Maybe kama ni hiyo ya Cerial. Unataka uwekewe bado job ya Cerial na watu? No. So hata kama ni kuajiriwa na mtu kwa Cerial, naweza taka sana. So ungetaka kuajiriwa? Sio naweza taka sana, ni vile tu nilitumia do. So for now, maybe tuseme, sijui niseme aje kwa sababu hata hizo do venye nimesahau, nimenunua mpaka kuku. Kuku zenye niko nazo huku. Tena kuna hii shaba boy yenye iko hapa nyuma. Kuna mtu alinitumianga do hazikutosha, nikaongezea. Hii shaba boy iko na hapa nyuma. Shaba boy ni nini? Aka shamba kako hapa kasukuma. Kako wapi? Hapa hivi. Ukitoka nje kuna shamba ya gorofa iko hapo. Inakaa cake. Hapa kumejengwa ama wapi? Huku ndani tu. Huku kwetu. So unataka kuajiriwa? Mimi siwezi taka sana kuajiriwa, lakini mahali nimefika naona tu sijui niseme aje kwa sababu unajua lazima sasa nataka utamke na maneno yako unataka aje. Ndio maana nimekuuliza unataka aje ndio watu wajue. Mimi naweza taka sana tu. Sorry. Hata kama ni kabiashara kidogo, tuseme hata kama sio hiyo Cerial, nipate tu yani kenye nitaweza kumanage bills za huku kwangu na chakula, hiyo inaweza kuwa poa. So unataka kuajiriwa? Hapana. Unataka kuajiriwa? Unataka kufanya nini? Mimi nilikuwa na hata nimefikiria niweke duka. Duka? Duka ya kuuza kila kitu mpaka hizo Cerials. Na pesa iko wapi ya hizo? Utatoa wapi?
ama watakupea? Nilikuwa nataka tuongee na wewe. Nimekuja basi, ongea na mimi. Utafuta pesa ingine? Unajua siwezi kutrust na duka hata saa hizi. Hiyo duka ukiwekewa, nitakuja hapo nione aibu kupitia hapo. Nipate hakuna kitu. Sasa unasema kama pesa ndio umetumia yote imebakia 3K. Unajua balozi si kutumia ati hizo pesa ati ni vile tu niliona inabidi. Sikuwa nimezipangia hivyo. Hata duka utakuja uniambie sikuwa nimeipangia hivyo. Kitu yenye na watoto walifukuzwa. Sio ati hivyo. Wacha turahisishe mambo maana sitaki tuongee sana. So, okay. You people mnataka aje? Fans wa Farodhi TV niambieni mnataka aje? Maana sasa nyinyi, wacha nitoe jibu kutoka kwenu. Amesema hataki kuajiriwa, anataka duka yenye hata iko na Cerial. So mnaona aje? Hebu niambieni. Just tell me mnaona aje? Ile jibu mtaniambia, hiyo ndio tutafanya. Mnaona aje? Tufanye aje? Atafutiwe kazi ama tufanye aje? Atafutiwe kazi ama tufanye aje? What do you think? Atafutiwe kazi ama tufanye aje? Mnaona aje? Hebu niambieni tufanye aje? Sasa nangoja mniambie because mimi sina idea. Tufanye aje? Alafu hizo hizo nililipanga, yule mama alikuwa naangalia hizo. Si remember kuna siku nilikuambianga kuna mama alikuja. Sitaki uende hapo. Unajua nilikupigia. Do you know sponsor wako hata anaweza kasirika mwenye alikuwa alipe huyo mama. Maana nilikupigia huyo sponsor akiwa amenipigia na hukushika simu. Sponsor wa huyo mama wa kuangalia Isaac alikuwa tayari kulipa. Hadi waleo ananitumianga message. Wewe hushiki simu, sponsor ako tayari. Do you know you are the mistake? Kwa hivyo hukufaa kumlipa na hizo pesa maana sponsor ako tayari kulipa. Huyo mama chenye alifanya hakuwa anaangalia Isaac na yenye iko sawa. Kwa sababu Isaac hata ilikuwa inafika wakati anajisaidia kwa kitanda. Akijisaidia kuliko atoe hiyo bed sheet anaiwekelea juu. So naona watu wengi wanasema utafutiwe kazi. Itabidi tukutafutie kazi. Sawa. So ni kazi gani unaweza taka? So sikuwa nimefikiria. Usiseme hivyo. Hii hapa ndio chance utasemea. Yenye tu naweza pata tu kwa sababu sijui job yenye. Utafanya kazi ya mjengo? Hapana hiyo. Kwa sababu inabidi mtu akue karibu. Akue karibu. Si tunaweza kupea kwa Virginia kwa site. Na huku nako natoka saa ngapi? Huku. Si kazi ya mjengo si ulikuwa unafanya kitambo, si unajua masaa? Ama huwezi fanya kazi ya mjengo? Hiyo ni ngumu. For now. Unajua ni vile husemi unataka kazi ya aina gani? Kwa sababu labda kuna mtu ako na kazi hapa na anaweza kukupea. Unajua hata afadhali ile wakati nilikuambia tununue hata gari ya Uber. Sasa hiyo ungekuwa na pesa. Unajua ungekuwa na pesa. So naona watu wengi wanasema driver. Wangapi wanasema driver? Naona ukikuwa dereva. Ulimaliza course ya driving? Nilimaliza but driving license sijapata. Are you sure? Kwa nini haujapata? Tupigie mwalimu saa hizi. Nilipatiwa kabahasha kingine but sikuona hiyo ni driving license. Na kwa nini haukuuliza mwalimu? Na usitake tuende hapo kwa driving license kwa sababu unajua vile kulienda. Acha tuachane na hiyo. Si unajua venye kulienda. So saa hizi ukapewa gari unaweza endesha. Ukapatiwa gari sasa unaweza enda kwa barabara. Unajua tunatafuta kazi saa hizi. Sasa hii ni kazi tunatafuta. Lakini sio highway. Sio highway sijazoea sana. Unataka kufanyiwa refresher course.
Itabidi kwa sababu highway sijaipitia. Lakini kuendesha gari na Haya, wacha tuulize basi. Kuna mtu wako hapa anaweza pea Hiram kazi? Kazi yeyote. Kama kuna mtu wako hapa na anaweza pea Hiram kazi, nitakutumia namba yangu. Just call me. Niambie utampea kazi, alafu tummonitor. Tukiona unafanya kazi vizuri, tutakuja hapa tuambie performance yako ya kazi iko sawa. Sawa sawa? Sure. So kama uko hapa na unaweza pea Hiram kazi yeyote, hata kuuza hardware ama hata kuuza hiyo Cerial. Kama uko hapa na unaweza mpea kazi. Unajua kuosha magari? Sijui. Unajui? Haya sawa. Lakini si unaweza uza hardware? Na Cerial? Yeah. Unaweza uza. So kama uko hapa na unaweza pea Hiram kazi yeyote, nitakuwekea namba yangu hapa. Just call me na tuone venye itakuwa. Wewe usijali, ukimpea tutakuja hata tu advertise hiyo kazi yako. I will advertise kazi yako for free. Wewe utampea kazi. Unajua inafika wakati mwingine inabidi mahali kwingine ujitolee. So tutakumonitor personally, nitakuwa napitia hapo kazini. Maana sitaki niende nikupeleke mahali. Halafu mwenyewe aniite aniulize guy. So sawa. So nimeweka namba yangu hapo. Kama ungetaka kupea Hiram kazi, namba yangu ni 0798008008, 0798008008. Kama ungetaka kupea Hiram kazi, niambie, nipigie na hiyo namba uniambie. Alafu tukishampea kazi, tutakuwa tukikumonitor, hata huyo mwenyewe atakuwa na kumonitor. Tukiona unafanya kazi vizuri, sasa hapa tutafikiria kama tutakuwekea kazi. Sawa, si ndio watu? Sure. Tutafikiria kama tutakuwekea kazi. So is that okay watu? Si hiyo iko sawa? So can we agree on that? Watu, can we agree on that? So if you agree unaweza sema yes. Can we agree on that? Wachani tuache makasiriko mingi, tuache kukasirika sana. Tuache kukasirika, tushakasirishwa tayari. Kwa hivyo tuache kukasirika zaidi. Can we do that please? Washera Shege amesema no. Sasa jamani, tumtafutie kazi jamani. Tumtafutie. Si unaona sasa venye umefanya roho za watu zikuwe ngumu na vile watu walikupenda. Tumtafutie kazi, alafu monitor tuone venye atafanya kazi. Can we do that please? So watu wengi wamesema yes. So najua kuna mtu atanipigia. I'm 100% sure kuna watu watanipigia wenye watakuajiri kazi. Na hata watakulipa vizuri, lakini performance yako ndio itakuwa kitu ya maana sana. Sawa, sasa unaona hata kwa serikali watu wakisign performance contract. Performance yako. Kwa hivyo kama utaajiriwa, Hiram utie bidii. True. Uache utige ishera, uachane na watu wengi. Kaa kivyako. True. So tukiona unafanya hiyo kazi mzuri, hata hapo tunaweza fikiria baadaye kuhusu hao watoto wengine. Sawa? Yeah. So Shiko, kuja hapa. Unajua watu wamekuitisha sana na hukuji. Sijui kwani niliwakosea nyinyi wote? Niliwakosea nyinyi wote? Hebu mpatie microphone. So tumeagree kuhusu kazi, tutatafutia Hiram kazi, alafu tummonitor tuone venye atafanya. Ndio tujue kama tutamwekea kazi yake, kama ataweza kumanage. Chukua mic, patiana mtoto. So sasa uko poa, alafu uongee kwa sauti. Uko salama? Uko salama. Unaendelea aje? Vizuri. Naendelea vizuri. Okay. So niliwaachia pesa ya kazi. Kulienda aje? Tulizitumia. Mlizitumia? Kwa nini? Mlizitumia aje? Mlizitumia aje? Ama wewe hujui, uliambiwa tu zimetumiwa? Na utaongea, unajua watu wanakutazama, wanangojea wasikie venye utasema. Unajua sasa wewe ndiye financial advisor wake. Mlizitumia aje? Ulimwambia muzikule zote? Ongea basi. Mlifanya aje na hiyo pesa? Twacitomerire.
Tusitumia. Ongea Kiswahili. Tulizitumia na mahitaji zingine. Mahitaji zingine yenye hatukuwa tumepanga, si ndio? Kwani wewe ndio ulimuadvise hivyo? Sasa hii ameniambia mmebakisha 3K. Si ndio? So sasa hiyo 3K mlikuwa mnapanga aje? Kaishiko siongee. Tujapanga kitu. Okay, mwahudhuria besha icio naki? Kurihira ciana. Iriko? Ciake na ngofu. Ciake na ngofu. Ciake na ngofu. Ciana marihire ciana iriko na iriko? Ciothe 3. Ciothe 3? O icio tu? Hiram usiongee. Shika microphone vizuri. Ama unamuogopa? Najua unamuogopa, huwezi ongea. Si ndio? Anyway, na of course najua Shikuwa haezi ongea, maana hata kwa simu nilijaribu kumuongelesha nikasikia kuna story hataki kunipea. Ndio. Si ndio Hiram? Ndio maana nimeona unaenda kuongea, nikajua sasa hapo haezi ongea hata nini. Si ndio Shiko? Najua unamuogopa. So wacha tuachane na wewe, maana sitaki kukuletea vita. Sawa sawa? So watu mnikubali niachane na Shiko tafadhali. Inaitwa pesa ya umma. Ni mbaya pesa ya umma usipotumia venye wanataka. Sio vizuri, sawa? So chukua microphone Hiram. So enda tu Shiko, enda tu. So anyway. So tutakutafutia kazi. Sawa, tumeagree hivyo. True. Maybe kuna mtu atakuona na ahitaji kukupea kazi. So kama uko hapa na utapea na unaweza mpatia kazi, nipigie personally. Just call me. Just call me, nikuje ni assess na just call that number 0798008008 0798008008. Wewe nipigie alafu tutashughulikia hiyo maneno. Sawa sawa? So thank you so much. So ungetaka kuongezea kitu kwa hiyo 3K ya mahitaji? Ungetaka kuongezea kitu? Ningeomba tu waniongezee kitu kidogo kabla. Waambie, ni wao waambie na uwapatie namba. Ningeomba mniongezee kitu kidogo ndio kabla nimepata job niweze kusimamilia familia. Yeah. Haya, wapatie namba. Wakikuhurumia ni sawa. Namba yangu ya simu ni 0723 910 582. 0723 910 582. Okay. Yeah. So maneno yao ya mwisho utawaambiaje? Maneno yangu ya mwisho nimeshukuru sana kwa venye tumekuwa pamoja na Bali, na tumeshukuru sana kwa Mungu kwa kuwa tuko pamoja, na ningeomba tu sana mnisamehe kwa kuwa nilitumia hizo pesa na kwa njia yenye hatukuwa tumepanga. Mnisamehe sana. Okay. Yeah. So mwapea namba ya simu? Hebu irudia. Namba yangu ya simu ni 0723 910 582. Haya, sawa sawa. So thank you so much watu, and God bless you. I have decided to break the silence ndio tujue kwa nini simu haikuwa inashikwa na vitu zingine kama hizo, maana nilijua hizo pesa lazima kuna mahali zimeguzwa, ndio maana hashiki. Najua haezi itikia, ndio maana hakuwa anashika simu, lakini alijua swali ya kwanza ni story ya kazi nitamuuliza. But anyway, thank you so much kwa uvumilivu wenu na poleni sana. So let's hope for the better future. We are in for the best. We are all doing this because of Isaac. Mkumbuke hivyo. We are all doing this because of Isaac. So tutamtafutia kazi, tuone venye ataperform. Akiperform vizuri, tutafikiria. So thank you so much na poleni sana on behalf. Hata mimi nilikubali tu kuvumilia tu. Poleni sana. Thank you so much.